Sindosi? Kaka. Hakikisha unawapa dawa ya mchana, sawa? Sawa. Hivi nyie, mnajua tabia ambayo anafanya kaka sipendi na naichukia. Hata kuchukia, utafanya na wakati shoka kaka yako. Anakulisha, anakuvisha na vitu vingine kadhalika. Kusema kweli mimi navichukia sana vitendo vya kaka. Na sipendi kabisa anavyonivalisha hizi nguo. Hivi nyie, mnajua kama mnachokiongea chote hapo kaka nakisikia. Sasa kama mnabisha, msubiri arudi. Oh, kama Kayamba la size kaka. Na kuonea huruma sana. Tena na kuonea huruma sana. Kwa upande wangu mimi, unadhani kabisa kwamba ni kitu cha muhimu kunipa salamu. Pasipo kufahamu kabisa kwamba mimi kitu cha muhimu ninachohitaji mimi ni kitu gani. Kama Kayamba. Masiku leo unamaanisha nini? Hauelewi ninachokizungumzia. Nisikilize kwa makini. Sijui unanielewa? Tena nisikilize kwa makini unielewe vile inapasavyo. Na kuagiza. Nenda kamwambie baba yako nyumbani kwenu. Umependeza. Na uzuri unachangia. Hata mimi naona. Karibu. Shukrani. Vipi, kaka yako nimemkuta? Tu. Pole sana hivi yangu. Kaka hayupo, ameenda mjini. Si unajua mihangaiko ya kidunia. Na vipi kuhusu mawasiliano yake? Kuhusu mawasiliano yake mimi sina. Labda kaka ndo atakuwa nayo, mimi sina. Situmii simu sasa hivi. Sawa. Acha mimi nirudi nilikotoka. Ile mali aliyobaki nayo inanihusu mimi. Na si mtu mwingine yoyote yule. Na kama utahitaji matatizo kwenye familia yenu nyinyi, endeleeni kubaki na hicho kitu. Mali? Mali gani kama Kayamba? Mimi sikuelewi. Ile mifenesi au kile kijumba cha udongo? Au kile kijumba cha tofali kinachoanza kujenga hata akijamalizika kabisa, ndo labda ndo mali yenyewe na kusumbua kijijini hapa. Hauelewi. Haujui mimi nazungumzia kitu gani? Hauelewi chochote kile. Sasa nisikilize kwa makini. Mimi nimekupa maagizo na sio wewe kuniuliza mimi maswali. Hayo hayahusiani. Naitwa Makayamba. Jiandae. Fuata hicho ninachokuambia.
Sasa mbona umenyongea tena ifi yangu jamani? Yaani kiukweli hamu yote imeniisha. Kwa hiyo wifi, kama kaka hayupo ndio uwezi kuingia hata ndani. Naonekana kabisa umefika leo na begi. Kweli? Nadhani unafahamu kwamba ni muda mrefu sasa sijaonana na kaka yako. Na shauku yangu kubwa nimekuja kwa niaba yake. Hata maji jamani wifi. Hapana. Basi ngoja nikusindikize mwana kwa nileke kitibani. Dada huyo. Wewe vipi bila taarifa? Dada kwanza je usalimiane. Unisikilize. Vipi ujambo? Mimi sijambo, vipi wewe? Nyumbani wa jambo? Jambo. Sasa dada mimi nimeagizwa na mama. Sawa, unaweza kaingia ndani. Shemeji yako hayupo. Mimi kuna safari naenda. Sawa, safari njema. Sindosi. Kwa hichi tulichokifanya hapa, imani kwetu. Nangu mimi ni baba yako. Wako kuzaa na kulea. Najua fika kabisa wewe ni mwanamume uliokamilika. Lakini kuna vingine wewe hujakamilika. Hicho unachoking'ang'ania na matatizo yake. Kuna mazuri na mabaya. Hicho unachoking'ang'ania hakija kuchagua wewe. Kimemchagua dada yako. Sasa unapoendelea kuking'ang'ania, Itakuwa ni bora sana kwenye kutupa yale majibu kuhusiana na kile chungu. Pia unatakiwa kuwa unakuja asubuhi na jioni, maana majibu utakayoyapata hapa ndio atatupa asilimia ngapi ya sisi kufaulu kukipata kile chungu. Hivyo basi unatakiwa kulizingatia hili. Nitafanya hivyo kila siku asubuhi na jioni. Nitahakikisha patakuwa sawa.
Sawa. Nyumbani kuna ugeni. Ila ni waheri. Tunaweza tukaondoka. Madhara wako, hata kwa uzao wako watapata madhara. Ndio maana nikakwambia kuja leo. Umenisikia navyoongea? Mimi naongea na wewe, hata kunijibu utaki, umeondoka. Jenga, jenga, jenga. Samahani lakini kama nitakuwa nakukosea. Naomba nikuulize. Hivi yule ifi yangu Chichi, yule kuja naye juzi. Mbona amekuja ghafla na ameondoka ghafla? Kwa nini unaniuliza haya maswali yako? Kaka, nimekuwa mpweke, namuulizia tu ifi yangu. Nimemmisi. Ukikaa na mimi sihitaji uniulize haya maswali yako kimshodogo. Tukiwa tuko naye hapo ulikuwa unamletea kitu gani? Kipi ambacho umemfanyia? Alafu kitu kingine, yani usioni kwa kila unapokaa una swali basi unaniuliza. Mume wangu mimi anakuhusu nini? Majambo ya kwangu mimi wewe yanakuhusu nini? Unanisaidia nini? Yaani ni heri wenda right ingekuwa umekuja hapo katia mguu wako hapa nyumbani. Alafu kukuta empty, hamna nyumba. Ukaniuliza kwani kaka nyumba iko wapi? Ni wenda labda ningekaa nikakujibu. Kwa sababu hii nyumba sijajenga mimi. Lakini unaniuliza maswali ambayo siyaelewi ni tafarani kabisa. Kaka, sio moyo wako wewe ukoje? Yaani nimekuuliza tu kwa uzuri lakini unaanza kunifokea. Mbona una huruma la kaka yangu? Yaani moyo wako huna hata huruma hata kidogo, hata utu wa binadamu hauna. Sawa. Mimi nina roho mbaya. Mimi sina moyo wa huruma. Sifa yoyote ile ya roho ngumu ninayo mimi. Na hii ni kauli ambayo unapenda sana kuitumia kwa kila siku. Unapenda sana kuizungumza kwenye mdomo wako.
Sasa nikwambie kwa taarifa yako, una bahati sana umekuwa mdogo wangu. Na right ingekuwa sina mapenzi ya kweli na wewe. Na right ingekuwa sikupendi kama mdogo wangu. Yaani wewe mwenyewe hadi kufikia hatua hii, sidhani kama kingezungumzika kitu gani. Hebu toka. Kama namhitaji kaka yako aje nyumbani. Lakini sikumuona. Hivyo basi, mwambie namhitaji. Sio kwa shari, ni kwa heri. Una haja kuniogopa. Nimekuja kwa heri tu. Sawa. Unaweza ukaenda. Twende. Hivi mwendo tutafika kweli? Lakini ni mbali, muda tunaniambia ni hapo tu. Yaani unaona huu mlima? Ni hapo tu. Kama nilivyokuambia, yaani tumeshakaribia kufika. Sasa ndugu yangu anaanza kuchoka hapa. Lakini mume wangu ungechukua hata bodaboda, huku ni mbali, nimechoka sana. Banati ngoja nikwambie kitu kimoja. Huku sio dao. Nikwambia tunaenda nyumbani. Yaani ni hapo tu, tushapandisha huu mlima. Sisi tutafika. Sasa kwa machani nitaweza kweli, nimechoka bana. Makayambo. Ndio brother. Habari za hapa? Safi kabisa. Nimezipata taarifa. Nikaona bora nije. Kwa maana mawasiliano yenu sikuyapata kabisa. Poleni sana. Asante sana. Karibuni. Mmefika. Sawa. Ningeona ni vyema sana tusizungumza hapa. Tungeenda kuzungumza. Hamna shida.
Twende.